kutuuliza, je, serikali kikatiba imeweka nini ili kuweza kutulinda, kuwalinda Watanzania pale nyumbani? Kwa sababu siwezi mimi kwenda ubalozi wa China nikakuta Mtanzania anafanya kazi. Vyeo viwe kwa ajili ya tija kuliko kufurahisha makundi ya mtandao. Tuna tabu kubwa sana ya vijana wetu tunapowashindanisha na Wakenya na Uganda. Amekutwa na accounts na bilioni 260. Where do they get this money? Una kitambulisho chako ambacho ukija Tanzania huulizwi visa wala hulipi chochote. Katiba hii ndio ukombozi kwa wanawake. Vijana wangu wa Tanzania, lazima tubadilike. Wa kuzaliwa. Haya, tuendelee. Nakushukuru sana Mheshimiwa Sita kwa kuja kutupa hii nafasi na kwamba na sisi tuchangie. Sawa mama. Na kukaribisha pia Landa. Tunasema asante sana. Kweli tunashukuru. Maswali yangu, jina langu naitwa Eli Njau Benishu and ni maswali mawili. Ndio. Kwanza kuhusu mahakama ya kadhi. Ndio. Umetueleza vizuri sana pale. Tumekuelewa na mimi nilikuwa mmoja wapo wa dukuduku langu kwa sababu kuna mdogo wangu mmoja aliolewa na Muislamu. Nashukuru sana. Lakini sasa jinsi ulivyonieleza, sasa nikapata tena swali lingine. Sawa. Kwamba kama mnawakubalia yani ile mahakama ya kadhi itambulike. Zipo tayari. Najua kwamba ni ziko. Sasa kwamba nataka kwamba ziwekwe kwenye constitution zitambulike. Hapana. Wakubaliane na sheria. Maamuzi yake, hebu ngoja nikusaidie ili uulize. Ndugu zangu, kuhusu mahakama ya kadhi, mwaka 2009 Rais, baada ya kilio kikubwa sana cha wenzetu Waislamu, aliunda kamati chini ya Mheshimiwa Waziri Mkuu iangalie jinsi gani maamuzi yaliyoko katika kitabu kitukufu cha Qurani yanavyowahusu waumini wa Kiislamu yanaweza katika mambo manne wanayoyaona ni kikwazo yakatambuliwa na kutumika katika mfumo wa jamii. Mambo hayo manne ni ndoa, watoto, wakfu na mirathi. Basi hakuna jambo jingine. Sasa mambo hayo kwa bahati mbaya yanaingiliana na baadhi ya sheria za nchi. Kwa mfano, ili ardhi itambuliwe kuwa yako lazima iandikishwe na msajili wa ardhi, Wizara ya Ardhi. Kwa hiyo mathalan, ikiwa uamuzi wako uliokwisha uchukua ukiwa hai ni kwamba kiwanja chako kilichopo pale Arusha utakapofariki unarithisha msikiti, sasa nchi itambue hivyo, isije kakataa kukiandikisha kiwanja chako cha Arusha kwa sababu haitambui uamuzi uliotokana na imani yako. Vivyo hivyo kwenye ndoa, asije akawa mwanamume katoa talaka 3,
wewe ambaye ni muumini na wewe Muislamu na umeolewa ndoa ya Kiislamu, ukaja kukurupuka sasa kwenda mahakamani kusema mimi sitambui, amenipa karatasi zake 3, mimi sitambui, mimi sijaachika, unakuwa unapingana na yale ambayo ndio msingi wa imani yenyewe na ambayo uliyakubali. Kwa sababu kila cheti cha ndoa Tanzania kimeandikwa unaoa ama kuolewa chini ya sheria ipi, na misikitini kote kuna vyeti vya ndoa vya serikali, lakini vinasema ndoa hii ni ya Kiislamu. Makanisani ipo ndoa ya Kikristo. Huwezi kusema nimemtamani na yule binti wa jirani, nataka awe mke wa pili. Huruhusiwi sasa, na hilo linatambuliwa. Na hata ungekwenda kwenye show off ukaenda Zania Front au sijui wapi na nini, haitambuliwi hata kama zimekuja tarumbeta na mabendi na hivi. Unaona? Sasa ndio hawa Waislamu wanasema lile la Mkristo lile linalindwa na sheria. Ameoa mke wa pili ambaye kwa sheria za mila inaruhusiwa, lakini ukishtakiwa na mwenza kwamba hiyo si halali, inatambuliwa mahakamani. Muislamu naye anasema ninapooa mke wa 3 au wa 4, asije akasema mimi ni msomi, nimefanya PhD Cambridge, sitambui. Wewe mpuuzi sana, mimi nawezaje kuwa mke wa 4? Ndio wewe mke wa 4, itambuliwe hivyo hivyo basi. Sasa ndio tunasema kwa pande zote haya yaende. Kwa hiyo mahakama za kadhi zipo katika misikiti. Tuna kadhi mkuu wa Tanzania kateuliwa na Mufti Shaban bin Eid bin Simba. Ndio napeni ndio facts mnataka. Kila mkoa una shehe wa kadhi wa mkoa na kuna makadhi wa wilaya, na hivi sasa wanapitisha maamuzi. Sasa yanakwama kwa msajili wa hati, yanakwama kwa mtu kujitoa na kwenda kuanzisha kesi upya chini ya sheria za kawaida. Karibu mama. Sasa swali langu linakuja kwa kwamba kama wale waumini wa dini nyingine, kwa mfano hapa tunaita Druids, wale ambao wana miungu yao mingine, wana shughuli zao nyingine, au watu wanaoabudu tradition zaidi, wanafuata mambo ya tradition na umeolewa tradition. Sasa watu kama sisi, kwa mfano familia yangu, wasichana wote tradition, hatutakiwi kuchukua ardhi. Kama watu kama hao wakija na wao wakisema na sisi tunataka mahakama yetu itambulike, mahakama ya kikabila, kwamba hawa wawili Wachaga wameoana, kwa hiyo wakiachana lazima waachane Kichaga, au watoto wanavyokuwa, kwa sababu ana mtoto wa kiume basi ardhi iende kwa baba wadogo. Yaani ndio swali langu hilo la kwanza. Swali la pili ni nilivyosoma hukuingiza hili, mimi tu nina wasiwasi wangu tu kuhusu masuala ya dini Tanzania. Ndio. Kwa upande wa Kiislamu, upande wa Kikristo. Ndio. Nilipotembelea nimekuta kwamba sasa hivi kuna mabadiliko. Kuna dini, makanisa mengi yamekuja pale ambayo wachungaji wake sio wa Tanzania. Na wanaoendesha zile kanisa mimi mwenyewe nimejihoji. Na pia kuna Waislamu wanaokuja wenye siasa kali. Wanapoendesha zile ndani yao pia najiuliza, je, serikali kikatiba imeweka nini ili kuweza kutulinda, kuwalinda Watanzania pale nyumbani? Nasema hivyo kwa sababu pia mdogo wangu amekuwa affect, kwa sababu wanadanganya, wanachukua sadaka. Je, serikali inaangalia mapato yao? Nchi hii, mimi nafanya kazi kanisani, nchi hii watu wa kodi wanaangalia hesabu za makanisa, wanaangalia hesabu zote za makanisa. Je, serikali inafuatilia kazi zao? Je, serikali inatoa vibali? Wanajuaje kama wale kweli ni viongozi wa dini, kama ni imamu, kama ni pasta? Wanaangalia kigezo gani? Maana nchi hii inabidi kuna vyuo ambavyo inabidi waende kabla hawajaruhusiwa kupractice. Gaula Mwijage, kwanza kabisa Mheshimiwa Sita, tunashukuru sana kwa kuja. Ndio. Maswali mawili. Ndio.
Juzi Jaji Lubuva alitangaza kwamba kura ya maoni haitatendeka hiyo tarehe 30. Sasa swali langu ninataka kuuliza, lina vipengele viwili, kwamba ni lini kura maoni itatendeka. Kipengele cha pili ni kwamba kama kura ya maoni haijatendeka, tutakwenda na katiba gani na tutaongeza vipengele gani? Hilo ni swali langu la kwanza ambalo lina vipengele viwili. Swali langu la pili, nimeona mjadala mkubwa umekuwa ni wa katiba, umekuwa ni mambo ya muungano. Sasa nataka kusema kwamba labda through democracy tuangalie kama mchakato nao ulikwenda Scotland, nao vile vile wakawa wanataka kujitenga na hivi na hivi. Wakasema okay, lazima tupange tufanye referendum. Sasa ili swali, kwa sababu naliona lina mvutano sana. Sasa hatujui kwamba watu ukawa wanataka benefiti zao au ni kweli wananchi hawataki kweli muungano. Kwa nini tusiweke date ya kufanya referendum ili wananchi wa hizi nchi mbili waamue? Hayo ndio maswali yangu mawili. Sawa. Mzee wa wakfu. Mheshimiwa Sita. Naitwa Joe Warioba. Swali langu kwanza kabisa, kwa sababu najua wewe ni mtu wa sheria kabla ya yote, lakini Tanzania imekuwa na ukiukaji sana wa sheria. Hivi karibuni tu tumeshuhudia, si kwa Tanzania muda mrefu, lakini tumeshuhudia kwenye vyombo vya habari au kwenye uhuru wa teknolojia kwamba polisi wamekuwa wakitumia excessive power kuangamiza wananchi. Tukumbuke kwamba raia kama raia, either uwe mkulima au mfanyakazi, unapo contribute either national insurance tax or VAT, vyovyote vile itakavyotambuliwa katika corporate insurance, corporate finance, ni kwamba unategemea kwamba una relax kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vinakuwa vinalinda haki yako wewe. Inakuwaje nyie kama viongozi wa siku nyingi mnalifumbia macho swala kama hili? Kwa sababu sidhani hata kama rais wa nchi aliweza kuchukua hatua yoyote baada ya kuna wale wananchi wakafu wamepigwa, kwa sababu mtu kwa handcuffs unasindikizwa ndani ya gari, hujakataa kutii amri ya polisi, still unapigwa. Mimi kuna rafiki zangu ambao tunashare nao Facebook na vitu kama vile, wameona ambao ni raia wa nchi hii na watu ambao ni lawyers, professionals, hawakupenda kitu kama hicho. Kweli inakuwa ni aibu kwa nchi yetu sisi, pamoja na sisi wananchi wa Tanzania ambao tuko hapa nchini. Hilo swala la kwanza. Swala la pili, naongelea bureaucracy. Bureaucracy kama diaspora tuna mwakilishi wetu sisi ambaye ni Susan Mzee, amekuwa karibu sana kutusaidia sisi raia wa Tanzania ambao tuko hapa nchini, either kupitia kwake au kwenda directly kwa ajili ya kupata investors kuinvest Tanzania. Either tumesema kwamba tuna gas nyingi Tanzania, sijui kama kweli ndivyo, lakini inasaidiaje wananchi wa Tanzania? Nimekuwa sana nikidili na energy. Endelea baba. Kwa jina naitwa Christopher Chagula. Ndiyo. Kwanza ni kwa sababu ni waziri wa uchukuzi, kwanza nilikuwa nalenga kwenye bandari. Sawa. Una mpango gani wa kukomesha rushwa inafanyika pale bandari? Kwa sababu hivi karibuni nilikuwa na marafiki zangu kutoka Rwanda na wapi, wanasema wao ni bora watumie poti ya Mombasa kuliko kutumia poti ya Dar es Salaam, kwa sababu hawaelewi system ya pale na waenda mwendeleko pale, kwa sababu kila mtu kuanzia ngazi ya chini wanapenda hawezi kufanya kitu bila rushwa. Alafu hapo ningependa kushukuru kwa sababu umeweza kuingia katika kazi na ukamuondoa kaimu, kwa sababu sielewi utakaimu vipi kwa miaka miwili. Ina maana kuna viongozi wichio, na kupongeza sana. And then swali la pili, nadhani si kuna watu wa ubalozi hapa.
kwa kweli kuna wanafunzi wengi hapa ambao sasa hivi wamebanwa katika kufanya kazi, ambao wanaweza wakafanya at least hata part time work katika ubalozi wa Tanzania, lakini sielewi kwamba nikifika ubalozini nakuta nationality nyingine ambayo si Mtanzania. Kwa kweli inanisumbua, kwa sababu siwezi mimi kwenda ubalozi wa China nikakuta Mtanzania anafanya kazi hata leo lugha yangu, kwa sababu nikifika ubalozi wa Tanzania nataka niongee Kiswahili. Kwa hiyo naomba kwamba uongozi wa baadaye uweze kuangalia hiyo kitu kwa kweli. Nashukuru sana. Nipatie sasa nianze ku. Jamani, tuwashukuru wenzetu hawa ambao wametoa dukuduku zao wanne, kianzia na Mama Eli Njau. Yeye amesema kwamba ikiwa maamuzi ya mahakama ya kadhi yanakubaliwa, je, mahakama ya mila nayo itatambuliwa hasa inapowanyima haki ya kumiliki ardhi wanawake na kadhalika? Kwanza niseme tu katiba inayopendekezwa imeelezea kwamba hakuna ubaguzi wowote kati ya mwanamume na mwanamke Mtanzania katika masuala ya ardhi, na ndio maana ibara inasema hivi kwamba mwanamke atakuwa na haki. John, hebu itazame hapo ile ya nani, mwanamke atakuwa na haki ya kumiliki ardhi sawa sawa na mwanamume. Yaani imeandikwa kabisa ili kuondoa, marake zamani ulikuwa unasema haki sawa kwa wote sijui nini, halafu umebana mtu kimya. Sasa imesema kabisa mwanamke Mtanzania ana haki ya kumiliki ardhi sawa sawa na mwanamume. Tazama pale kwenye haki za jamii, makundi mbalimbali, angalia wanawake sasa. Kwa hiyo nchi yetu kwanza imefuta sheria za mila. Hakuna sheria za mila. Kama unaonewa kutokana na sheria za mila, umekubali mwenyewe tu kuonewa. Haziruhusiwi hata kidogo. Zilifutwa kabisa. Kwa sababu nyingi ndio hizo zina ukandamizaji mkubwa sana wa wanawake, na katiba hii ni ukombozi kwa wanawake. Kwenye nafasi za uongozi imesema nafasi za kuchaguliwa na za kuteuliwa msingi wake ni 50-50. Imo kwenye hii katiba. Kwa hiyo sio tu kuchaguliwa. Bunge la 2020 litakuwa na usawa kama yatapita wa wanaume na wanawake. Kama ni bunge kama lilivyowekwa kwenye katiba, ukomo ni 360, basi wanawake watakuwa 180 na wanaume 180. Iko wazi humu katika katiba. Kwa hiyo haya mila mimi nasema hayalingani. Kuna kitu nyeti kuhusu imani kwenye dini, lakini mila kwanza zinakuwa ni ama kawilaya ama kabila moja ama hivi. Hatuwezi kuikubali hali ya uonevu inayokuwa kwenye mila. Ngoja nimsomee mama yangu Eli hapa aone. Katiba hii nazo ubalozi mnazo nakala jamani, maana tunaongea na watu hata katiba yenyewe hawajaiona. Kila mwanamke ana haki ya kuheshimiwa, kuthaminiwa na kutambuliwa utu wake. Kila mwanamke ana haki ya kupata fursa sawa na mwanamume katika kazi zenye kufanana. Kila mwanamke ana haki sawa ya kumiliki mali. Na bado sijaipata ile ambayo inasema wazi wazi kwamba kama, kabla tujamaliza tutawasomea, lakini inasema wazi wazi kabisa. Ni kama hiyo ya ajira.
una haki kama mwanamume. Halafu udhibiti, mimi nakubaliana sana na Mama Eli hapa. Yamezuka makundi mbalimbali ambayo yanapata misaada kutoka nje kwa misingi ya imani, lakini udhibiti wake ni hafifu sana. Wengine wana imani mbovu kabisa, na mengine hata mbele yenu hapa, mimi mtu mzima siwezi kusema wanayoyafanya, maana yake ni ajabu tupu. Basi mambo kama hayo. Sasa unasema hii dini ya namna gani ambayo haijali kabisa utu? Lakini ndio hivyo. Mimi nadhani kwa swali hili ni kwamba unatukumbusha tu kwamba serikalini tusipoangalia haya tutapata shida sana. Kuna mafundisho ya upotovu kabisa, na hata baadhi ya makanisa yetu nayo yameanza kuwa yanachukua misimamo ya kisiasa, misimamo binafsi yao ya kisiasa, na kutuamrisha waumini tufate misimamo ya hao. Na kuna hii taasisi imezuka siku hizi inaitwa Jukwaa la Wakristo, inayolazimisha nyaraka fulani zisomwe ndani ya makanisa. Mimi nimegombana nayo, mimi ni muwazi na mkweli. Mtu anasema Wakristo wote tunawaombeni mpigie kura ya hapana katiba inayopendekezwa. Sasa unajiuliza, ikiwa tutakuwa sisi Wakristo wa Tanzania tunapokea misimamo ya kisiasa kutoka kwa maaskofu wetu, basi tujiondoe kwenye vyama, tuwe tunasubiri tu wakubwa watatuambia nini, ndio tuwe tunasema hili ndio tunakwenda kulifanya. Haiwezekani. Leo wamefika hapo, kesho watakwambia Mkristo yoyote asijiunge na chama fulani. Yanahusu nini Biblia uokovu? Mambo ya ajabu ya namna hii. Kwa hiyo mimi nakubali Mama Eli, tunahitaji kujipanga vizuri bila woga. Kuna woga tu ukisikia mtu anajiita askofu, na siku hizi tunao wengi hata walanguzi wanajiita askofu. Huyu ndani ya Gwajima amekutwa na accounts zina bilioni 260. Where do they get this money? Bilioni 260. Yes. Ana helikopta 2 zimepaki tu pale kanisani, hata hatujui anataka kufanya nini. Kwa hiyo yani salamu zako mama nazifikisha nyumbani, lazima tufanye kitu. Hii ni hatari sana kwenye mlango wa dini, kwa sababu ni tax free. Watu wanapejea kufanya biashara za ajabu. Wengine wameshikwa Brazil na madawa ya kulevya. Brazil tuna wachungaji wamekamatwa, wanasubiri kuhukumiwa, na walikwenda kule wakisema wanakwenda kwenye semina ya kichungaji. Hiyo Mheshimiwa, hata hapa ni tax free, lakini serikali ina regulate. We have to. Yeah. I agree with you entirely. Hatuwezi kuachia hii hali, si ndio nakwambia inatisha. We don't know what they are doing. Lakini tumeweka ile kwamba tuwaheshimu sana, lakini sasa they are abusing ile hospitality ya serikali. Ndugu Mwijage ameuliza kura ya maoni. Kura ya maoni nadhani imesogezwa mbele, tusio kwamba inaachwa kabisa. Unajua tunataka kutumia mtindo wa biometric unaopima sio tu picha, lakini pia vitambulisho kama vidole gumba, sijui na nini. Kits zilizofika hazitoshi. Zilitakiwa kama 8,000, zilizofika ni chini ya 1,000. Kwa hiyo sijui walifanyaje. Kwa hiyo wanaagiza zaidi, nadhani zitatosha, na hatujachelewa. Kwa sababu hata kama tukifanya kura ya maoni mwezi Mei, bado bunge litakuwa lipo mwezi Juni, na linaweza kupitisha zile sheria ambazo zitatuwezesha kuwa na uchaguzi wa amani. Bila kura ya maoni hakuna katiba hii tena, tutarudi ile ya zamani. Kwa hiyo ndio maana nasema hizi kits za biometric voting itabidi waziharakishe ili tuweze kupiga kura mwezi Mei kwa mikoa yote, kwa sababu bila kupitishwa, kwa sababu sheria
ya mabadiliko ya katiba inasema lazima katiba mpya ipitishwe na asilimia zaidi ya 50 ya wananchi wa pande zote, Zanzibar na mnaipata sura ya 3 ardhi, maliasili na mazingira, ukurasa wa 19, ibara ya 23 2D. Kila mwanamke atakuwa na haki ya kupata, kumiliki, kutumia, kuendeleza na kusimamia ardhi kwa masharti yale yale kama ilivyo kwa mwanaume. Eli, hebu ione basi, laki usije usidhani mzee amebuni. Mila yoyote inayopingana na hiyo ni batili. Batili kabisa. Hatuwezi kuchukua sababu ya mila. Sababu ya imani ni tofauti kwa sababu ni mambo ya Mungu, lakini sababu ya mila haisimami. Hoja nyingine ya ndugu Mwijage ilikuwa ni kwamba muungano uamliwe kwa kura ya maoni. Ndugu zangu, kura ya maoni haiwezi kutuamulia muungano. Kwa sababu gani? Muungano wetu ni baina ya nchi mbili, moja ikiwa ni ndogo sana. Unasemaje pale? Kwa sababu tukipiga kura na zikahesabiwa zote, muungano utashinda tu. Kwa sababu wengi wa bara wanataka muungano. Lakini Zanzibar ambao ni watu 1.5 milioni, ukiwashindanisha na 1.48 milioni alafu ukajumlisha ni tabu. Lakini pia ukisema kila upande uwe na kura ya turufu, Zanzibar kutokana na kuchochewa ile kwamba utaifa ni kitu kizuri kikubwa, tutakuwa na bendera yetu, tutakuwa na kiti, bendera wanayo, tutakuwa na kiti Umoja wa Mataifa, wanaweza kupiga kura ya kukataa muungano. Lakini matokeo yake sasa, najua hata kwenye maisha ya kawaida tu, mkiishi pamoja miaka 50, hata mkijidai mtaachana kwa urafiki tu, basi tutashikana mikono tuachane, uongo, uhasaba utakuwepo. Na ukumbuke kutoka Zanzibar kwenda Dar es Salaam ni kilomita 60. Ingekuwa ni ardhi ni mwendo wa nusu saa, lakini kwa kuwa ni bahari na kwa vinginevyo. Tukikosana, mambo yafuatayo yatatokea. Kwanza, itakuja vita kubwa ya kidini, kwa sababu Zanzibar watajitahidi wapate taifa ambalo litakuwa rafiki kwao, lakini liwe na uhasama na bara na liweke vifaa vyake pale Zanzibar. Kwa mfano TV station kubwa inayowachochea Waislamu wa bara wajisikie wanaonewa. Tangu alfajiri mnapigwa tu maneno, Waislamu wa bara mkeni, jiondoeni kwenye makucha na minyororo ya Wakristo. Kuna amani hapo? La pili, huu mnaosikia Al-Shababu al-nini inaweza kuzuka pale napo, kwa sababu Zanzibar ni 99% Waislamu. Mmekosana. Umeme wote unatoka bara. Umeme unaokwenda kisiwa cha Unguja unatokea Kunduchi Power Station. Umeme unaokwenda Pemba unatokea Pangani Power Station, na ndio waya huko underground. Juzi walichelewa kulipia umeme, deni kama la 50 bilioni. Tanzania haikutetereka, tulisikilizana tu, mambo yaende polepole. Kama tumekosana, unazima tu umeme. Unajua mambo mengine haya yanaonekana na uhuru wetu sijui na nini. Hakuna nani, Zanzibar hakuna mito. There is no way unaweza kuwa na umeme wa kutosha kuiendesha Zanzibar kama uhusiani na bara. Lakini sio hivyo tu, ni ndugu zetu wa damu. Watu walioko Zanzibar wametoka bara. Ndio maana mtu
Si jambo la ajabu ukienda kule unayakuta makabila yale yale, Wayao, Wamwera, yani wako hivyo hivyo. Sasa ugomvi wa ndugu unaweza kuletea tabu, na vikianzishwa vikundi vya kigaidi Zanzibar, Dar es Salaam hapakaliki. Unahitaji rocket kama 2 tu kwa siku, watu wote watahama Dar es Salaam. Unatwanga tu, wala huji, hakuna haja ya kuja Dar es Salaam kwa vita ya kisasa. Unatumbukiza rocket na bomoa benki kuu na magorofa yale matatu na nini. Hakuna tena kusafiri, hakuna UDA, hamna nini, hamna Kariakoo. Sasa hivi anayataka haya ni nani? Kwa hiyo mimi nasema mtu asidhanie kwamba tunaweza tukaamua kisiasa. Mwalimu aliwahi kusema kwamba jamani, jiografia ndio imetuweka hapa, imetuunganisha. Mungu mwenyewe, ukitaka useme Mungu basi acha hata jiografia. Mungu katuweka hivyo hivyo, kilomita 60 kutoka sisi, ni ndugu zetu wa damu ambao tujifunze tu namna ya kuishi pamoja. Tukikosana tumekaribisha uhasama ambao hatima yake hakuna amani kwa mtu yoyote, maendeleo hakuna, ni kufukuzana na kupigana. Na kwa kweli wala mtu huwezi mtu unayejua historia ya muungano huwezi kuthubutu kusema kwamba kuna option, yani kuna uwezekano tu alafu tukaachana tu tukashikana mikono mambo yakaisha. Haiwezekani kabisa. Tumefungamana kwa mambo mengi. Hata currency ni ile ile. Natuambia Zanzibar sasa waende Dilaru kule waanze kuchapisha noti ya nani ya mfalme na madevu na hivi. Jamani, haya tuyaache. Haya ni nadharia tu, lakini